Mtazamaji wa Simamia TV, naitwa Anko G na nyuma kamera yuko Mwafrika, na katika siku ya leo nakuletea ripoti ya diwani wa kata Kabanga ambaye anawania nafasi hiyo kwa msimu wa pili ama awamu ya pili, Hafidh Abdalla, ambaye amepata nafasi ya kuzungumza na wanakikundi cha Mshikamano ambacho kinapatikana hapa katika kata ya Kabanga akiomba kura, lakini na wao walikuwa na yao ambao waliafikisha mbele yake na mambo yalikuwa hivi. Historia fupi ya chama. Chama cha Mshikamano kilianzishwa mnamo Julai 2024 kikiwa na wanachama takriban 120, ambapo kiliendelea kutoa nafasi za watu kujiunga kila mwezi wakati wa vikao, na hadi tunafunga mwaka, yaani Julai 2025, chama hiki kilifanikiwa kuwa kimefikisha takribani wanachama 330. Lengo la chama. Madhumuni makuu ya chama hiki ni kusaidiana katika matatizo hasa ya misiba, lakini pia chama kina malengo zaidi tofauti na maafa. Malengo ya jumla ya chama: 1, kusaidiana katika shida na raha. 2, kukuza na kudumisha umoja, amani na ushirikiano miongoni mwa wanajamii wa Kabanga na maeneo mengine. Kwa lengo la kikundi sio kwa ajili ya Kabanga tu, na tumefanikiwa. Kikundi kimesambaa, kinakaribia kufika nchi nzima, hadi mikoani tunao wanachama. Lengo namba 2, kukuza na kudumisha lengo namba 3, kumiliki vyombo vitakavyosaidia jamii wakati wa matukio. Namba 4, kuanzisha huduma za kukopeshana ili kuinua uchumi wa wanachama wajasiriamali, hasa pindi chama kitakapokuwa kimekuwa na kuwa na rasilimali za kutosha zenye kuingiza mapato. Kwa hiyo kwa kuwa chama bado ni kichanga, hatujafikia hatua ya kuweza kukopeshana au kuweza kuwezeshana ili watu wajikwamue kiuchumi. Kumiliki rasilimali za kudumu zinazoweza kurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa maendeleo na ustawi wa jamii. Na namba 6, kushauriana na kushawishiana kudumisha amani na umoja katika maeneo yetu na taifa kwa ujumla. Kwa ujumla, kikundi chetu ni pamoja na kushirikiana na serikali katika kustawisha jamii zetu, hasa kwa wale wanaopata changamoto, wanaohitaji kujikwamua, lakini pia na kudumisha amani kama zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia katika nchi yetu. Tuweze kupata store kwa ajili ya kutunzia mali za chama pamoja na ofisi ya chama. 2, kusaidiwa ununuzi wa sare za wanachama. 3, usafiri kwa ajili ya vyombo wakati wa matukio, lakini pia unaweza kutumika hata kwa wagonjwa. Na hapa lengo ni kuifanya jamii yetu iweze kuendelea kustawi na tuendelee kuwa na umoja na mshikamano. Kabanga oye! Mshikamano oye! Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Mimi bila kupoteza muda, kwanza niwashukuru. Naona kikundi chenu ni kizuri na kina watu wengi na watu makini. Kwa kweli mjipongeze. Mimi kama kiongozi wenu nimeona katika risala inasema kikundi chenu na malengo mengine, si kusaidia tu katika misiba, si ndio? Kabanga oye! Mimi binafsi kama kiongozi wenu, mimi nitawachangia shilingi 100,000 kwa ajili ya kuanzisha safara wa kutengeneza sare zenu. Wafanyabiashara wa sokoni nao walikuwa na changamoto hiyo. Katika vikao vyangu vya maendeleo ya kata OC, mwenyekiti wa wafanyabiashara wa Kabanga alikuwa akihudhuria. Alipohudhuria akapata faida. Faida yake ni hii hapa. Ile aliniomba kile choo kilichokuwa pale nje kinasumbua, kinatoa harufu, kimejaa.
wakanambia tuomba hiki mheshimiwa, tupe choo tukigeuze ofisi. Mimi nikawapa eneo, leo wamelibomoa jenga ofisi. Ile kero ya harufu ilitoka na wao walipata ofisi. Laiti ningepata eneo jingine ambayo mimi ningewapa. Lakini naomba kitu kimoja, kwa sababu nishajua mna kikundi hiki, natamani kwenye vikao vyangu vya maendeleo ya kata hiki kikundi kitakuwa na waalika viongozi wenu waje, kero zenu tuziongee ndani ya vikao vya maendeleo ya kata, ili nanyi mnaweza mkapata fursa mle kwa ajili ya kikundi chenu. Hapo vipi? Kwa hili viongozi naomba mlinoti, mwe mnanikumbusha tukimaliza uchaguzi mimi niwaunganishe na mtendaji wa kata. Kila vikao vya ODC na nyinyi mwe mnakuja kama wageni, na mle ndani mkija msikae kimya. Inaponyanyuka hoja ongea. Kama una hoja yako ongea, kwa sababu maendeleo hayana chama, maendeleo hayana dini. Hapo vipi? Hapo vipi? Tunakubaliana? Haya mawazo mnaona yanafaa? Yanafaa, si ndio? Kwa hiyo mimi nisipoteze muda. Tunaomba sana, kikubwa tarehe 29 twendeni muhamasishe na wengine tukachagua. Tusiwasikilize hao wanaosema hawatiki. Yaani siku zote huwezi kumlaumu mtu, huwezi kumtuma mtu hujamchagua. Nenda umchague, una haki ya kumuuliza, una haki ya kumtuma, si ndio? Hata nafsi yako itakwambia huyu nilimpa kura, kero yangu leo ninashiki, wewe kishie. Na mnanijua kijana wenu, mimi sina mbambamba. Kero za Kabanga hapa nyingi tumezigonga hapa, zimeondoka. Mwisho wa siku natengeneza maadui huko wananichukia kwa ajili yenu nyinyi. Na mimi nishasema kama watu wananichukia kwa sababu natetea watu wa Kabanga, waendelee kunichukia. Kwa sababu kura hawanipi wao, si ndio? Wanaonipa kura watu Kabanga. Na mwaka huu imedhihirisha nguvu walotumia kuning'oa, lakini watu wa Kabanga wakasema bado tunampenda na tunampa kura. Hapo vipi? Mimi bado nipo na nyinyi, na muendelee kunitumia. Kama mna vikao vyenu mnanihitaji, mnialike, nitakuja. Ikiwezekana, Mungu akipenda, na mimi nitajiunga na hiki kikundi siku moja. Ya makofi kwake. Tarehe 29 tuko na kupiga kura. Najua humu hamna mtoto, si wote mna vitambulisho vya kupiga kura. Tarehe 29 kama umepoteza kitambulisho chako cha mpiga kura, basi beba dereva leseni ya udereva. Kama hauna leseni ya udereva, basi wewe beba kitambulisho chako cha NIDA. Hivyo vitu vyote vina uwezo vya kukupa nafasi ukapata karatasi ya kupiga kura. Na ukapiga ukachagua viongozi wako, ukachagua diwani wako, ila usinisahau mimi. Kabanga niko peke yangu. Mwaka huu ameogopa. Msimsahau Dr. Jason Bae, mbunge wangu, na msimsahau rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mama kipenzi, mama ambaye ametusababisha sisi madiwani wengi kuonekana tumefanya mema. CCM. Na hapa habari njema. Mwaka huu ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema kabisa kituo cha afya Kabanga kinaenda kujengwa. Kwa hiyo kituo kikijengwa, manake wananchi hachangishwa. Yaani serikali itajenga kituo cha afya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwaka 2020 mlitoa michango, vifaa vyote na pesa zenu mlizotoa tumekusanya pale. Wanaojua kituo cha afya kilipo, mkienda mtaona. Kuna mawe pale, kuna kokoto pale, kuna mchanga pale, na tofali zimefika. Kwa maana hiyo sasa serikali imesema inatosha wananchi kuchanga. Ilani ya chama imesema kituo cha afya kitajengwa Kabanga. Hapo vipi? Kwa hiyo kina mama, kikijengwa kituo cha afya, manake tunaenda kupata huduma bora za kuzalisha na kila kitu. Madaktari wale wakubwa wako pale. Akina baba wenzangu pia matatizo yetu yatakuwepo pale. Ndani ya kituo cha afya hata upasuaji mdogo mdogo unafanyika. Lakini ndani ya zahanati
tukizidiwa tunapewa rufaa kwenda Mabawe, kwenda Murugwanza, kwenda Nyamiaga, si ndio jamani? Kwa hiyo maanake tuendelee kuomba kituo chetu cha afya kiendelee kujengwa. Hapo vipi? Nyinyi ni mashahidi, ndani ya kijiji cha Kabanga utaona soko letu la Nzaza karibu linamalizwa pale. Si mmeliona? Nilikuwa limesimama muda mrefu, lakini tulipambana msimu uliopita likapata pesa. Leo soko letu linamalizwa. Lakini pia shule yetu ya msingi Kabanga pale kuna madarasa 4 mapya. Na sasa hivi zimekuja pesa nyingine kwa ajili ya madarasa 3 pamoja na vyoo kwa ajili ya watoto pale. Hapo vipi? Kwa hiyo manake bado tuko tunafanya kazi. Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi na kinasikiliza wananchi. Muda mwingine wananchi tunaomba muongee. Yaani kama kuna kero iongeeni. Mimi huwa siogopi kufikisha kero ya wananchi. Kuna kipindi nilifikisha kero za wananchi mbele ya mkuu wa mkoa. Viongozi wa wilaya walinichukia, lakini mimi nilisema kero za wananchi wangu. Kwa mimi siogopi, kama kuna kero wewe ninong'oneze tu. Mimi nikisema nasema. Na naambia mwananchi wangu, nataka kumjua uwezi kumjua ili ufanye nini. Mimi nimekuambia. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea vitu bila kuvipata kutoka kwenu. Kwa hiyo kero zenu kama mnazo nyinyi nipeni. Sawa? Mwenyekiti, mimi nikijiunga kwenye hiki kikundi tayari ya kubebea vifaa ile pale. Kutoka hapa katika kata ya Kabanga ya Ningara mkoani Kagera, Anko G, na nyuma ya kamera yupo Mwafrika ambaye amehakikisha ripoti hii na kujia moja kwa moja kutokea hapa. Endelea kufuatilia vipindi ambavyo vinapatikana hapa Simamia TV.